ya kina Sanbalat, Geshemu na Tobia walisikia ya kwamba nimeanza kuujenga tena ule ukuta. Walisikia nimeanza kuujenga tena ukuta. Umewekewa ya Kikuyu. Na riri Sanbalat, Tobia na Geshemu ucio Mwarabu ona tho iria ingĩ citũ magĩkĩmenyithio atĩ nĩ twarĩkĩtie gwaka rũthingo na hatiarĩ ithenya ona rĩmwe rĩatigarĩte. Ona kũhana ũguo rĩ tũtiakoretwo twĩkĩrĩte ihingo. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ wega mũno wĩkĩraga ihingo. Wakati mwingine ni vizuri kuweka fence, kuweka gate. Wazee wakifika nyumbani hawaongeagi sana, ni kwa TV. Kwanza wakati wazee wanajua wamefanya makosa, anaonaga advert zote mpaka ya sengenge. Mpaka anaambia watoto nyamazeni, na sasa hizo ni Indomie na advertisiwa. Bwana Yesu atukuzwe. Wamama hawa hata ukiona wameokoka na wana vitambaa hawa, hizi ni risasi, ni buduki imekosa tu ziwekwe zipige mtu risasi. Mama wanaweza kuongelesha, anaambia mtoto na ni wewe anaambia, Mwangi ukikuwa mkubwa ukuwe na akili. Ni wewe ni mzee anaambiwa. Sasa ndio unaona mzee mishipa imeanza kutoka, anasikia hasira. Na ukiwa mkubwa Mwangi ujue 200 haiwezi tosha sapa. Sawa, utuze bibi yako na familia vizuri. Unaona mzee hiyo. Mwangi unawachia bibi yako 200 na unataka watoto wakufanane. Ndio mzee ameamuka. Anaenda kulala. Baba Mwangi si uamuke ukule, sitaki. Utakunywa maji? Hapana. Utalala? Siwezi ona usingizi. Bwana Yesu atukuzwe. Because sometimes it is our mistake. We build the wall but we forget to put a gate. Nehemia anasema wakati Tobia na Sanbalati walisikia ya kwamba ameanza kujenga ukuta, they found an easy access. Sisi ndio hupatia maadui an easy access. As Christians we have to learn to say yes or no. Mimi nakuaga na hiyo kusema yes ama no. Hata kwangu ninaambiaga hata mke wangu, hata watu wao ama wetu wakikuja asimalize siku 2. Kuja tembea kwangu, kaa siku moja, oga, kula, ona TV, kesho tikiti gisa. Okoroboka gucera ri, ithi muthenya mwe ti muiganu. Okoro ni wira woka gwetha ni tugwetha na gukomboreka nyumba tondu tukahitania. Tondu ndathondeka kihingo gya tukahita. Praise the name of the Lord. Si unakaa boma moja unakuta watu 300 kwa nyumba moja. Unauza huyu ni nani? Unaona kazini yangu, nyanya yake hiyo safari ni mrefu. Praise the name of the Lord. Sasa nyanya yake wakiolewa, na sasa babu wa aliyekuwa babu sasa wa huyu unapointiwa mwingine. Huyu hata hujachukua story yake ya ule already ni movie. Sasa kuna mwingine mtasikia story yake, hiyo ni series. Wakati alikufa, sasa hawa wakachukuliwa na baba yetu mkubwa. Unaona huyo baba yako mkubwa na huyu na guka yenu mnatoka saa moja. Sababu lazima ujue kusema ama hapana. Kwa sababu hao watu mtakuja tu kukosana. Hao tu, na ujue familia wengine wakikuja kwako hawatakai kufanya kazi, ni kuona TV. Hata ukimwambia kupanguzia gari anasema umemfanya slave. Tana na kusema nilikaa kwa hiyo boma yake. Hao watu si wana madharau. Imagine wananiambia nioshe gari. Na sasa hizo mtu mwenye anasema ameambiwa aoshe apanguze gari, asubuhi ameamkia smoki 4. Hiyo ni 200 na imetosha car wash. Alafu anaweka maziwa glass. Hata ni anakuuliza kuna baridi. Hata wewe hamjai kunywa maziwa baridi kwako. Na smoki anadunga na fork. Hapa anashika fork 3 anakaa hoka. Alafu mkipika mchele ni yeye anajisemea, sitaki mchele. Nataka nini?
Najua huku kwetu ni Mwea. Na sasa nimelelewa na mchere all through. Paka ni yeye ako na menu yake. Hako na menu. Na nyinyi hamnaga menu. Nataka nini? Naweza kula gizzards. Hata hajui baka lugha zingine, hata hajui chakula zinaitwa aje. Baka mnaenda naye hoteli, hata hawezi nyenyekea kule kama nyinyi. Nyinyi mnafika hoteli tu, mnajikua tu hambo. Mnatuitisha tu chakula tudogo. Hata hajui kizungu, hata anawaibisha huko. How can I serve you, madam? I can eat hen. Hata hajui hen ni kukumbichi. Na mkiwa kwa gari unamuuliza, what can we cook in the evening? We can do pig. Naambia sasa unanisengenya nyumbani na hata hapa ni menu wewe uko nayo. Praise the name of the Lord. Saa zingine ni sisi tunafungulia maadui kuingia kutuchokora. Ambia mwenzako tengeneza gate. Na ndio unaonaga unaendaga nyumbani mahali kwingine unakuta mashambani, unakuta boma kama hii. Haina gate, haina fence, lakini wameweka gate. Nehemia akasema Tobia na Sanbalati waliweza kuingia kwa sababu ukuta tulijenga, lakini tukasahau kuweka gate. Ambia huyo mwingine kuweka gate ni muhimu. Ambia mwingine kwa maisha ekira kehigo. Wacha waseme ulijenga kehigo na ukaweka stima. Emwekiraga kehigo. The reason into why Tobia and Sanbalati accessed Nehemiah, there was no gate. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba mstari wa pili, that Sanballat and Geshem sent unto me saying, come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono, but they thought to do me mischief. Some kwa Kiswahili, Sanballat na Geshemu wakatuma wajumbe kwangu wakasema, njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono, walakini wakakusudia kunifanya mabaya. Bwana Yesu atukuzwe. Hautafanywa mabaya kwa sababu wewe ni mbaya. And let me tell you people, don't assume all people are like you. The problem that we have in real life, it is to think that all people are just like us. Unajiona wewe uko na roho safi, you have a clean heart, you have a clear mind, you have blameless hands, and you tend to think that all people are like you. That is another mistake. Hata wale watu wengi hapa ukiwauliza wameibiwa pesa hapa, waliibiwa na watu wanaofikiria kwamba hata hao ni kama hao. Mimi kwanza kuna vitu mbili sifanyangi. Kuna mtu siwezi patia pesa ati akuja ni hata nikiwa nazo, Bishop nataka unikopeshe 50,000. Mimi kwanza ninaangaliaga, kwa sababu unaweza poteza 50,000 na upoteze rafiki. Sasa angalia na ubalance ni nini mzuri nataka kupoteza. Kuna mtu unaweza angalia hivyo mwambie sitakukopesha 50,000 lakini nitakupea 5,000 sababu ndizo niko nazo. Afadhali azame na hiyo 5 kama umempea. Sababu kuna watu utapea 100,000 lidho na li. Angaliaga ni nini rahisi kupoteza. Praise the name of the Lord. Wacha kushinda umejiumiza moyo. Sema hapana, sina, siwezi pata 50,000 ya kukopesha, lakini niko na 5 ya kukupea. Ndio ubakishe rafiki. Kuna watu wengine hapa utawakopesha na wakikopa wanakujaga kama malaika. Bishop, neema ya Mungu imeniweka, lakini kuna mahali nimesukumwa. Bishop, unajua roho yangu ni nyeupe. Baka anakumbuka mambo ya Biblia na ukimwambia atoe ushuhuda hajui. Moyo wangu ni mweupe kama theluji. Hizo anakumbuka tamthilia zote. Lakini wacha umpatie. Akitoka nje ya gate yako anakuwa simba. Hata ukienda kumuitisha hiyo pesa, unamwambia sasa mama Shiko, pesa yangu imemaliza na wewe mwaka. Tuifanyie birthday sasa. Lakini akikukopa alikuwa amenyenyekea mpaka chini. Kuna watu kunyenyekea kwao sio halali. Praise the name of the Lord. Kuna watu kunyenyekea kwao sio halali. Wacha kufikiria watu wote ni wazuri kama wewe. Sometimes kuanga na wakati Tobia na Sanbalati
wakatumania Nehemia, lakini haikuwa wakamwambie congratulations. Maandiko yanasema ya kwamba ilikuwa wakamfanye vibaya. Sio kila mahali unatumaniwa kama Mkristo lazima uende. Sometimes kuna mahali utakataa, useme mimi sitaenda kwa sababu imani yangu inanikataza hapa. Bwana Yesu atukuzwe. Unaona wamama wengine hawajasimama vizuri kiroho, halafu unaingia kwa grupu yao. Afadhali ukae bila chama, weka pesa yako kwa sako. Afadhali ukae bila chama, lakini kama mama wa kanisa usishuke kuingia katika vikundi ambavyo havina Mungu. Unakuta mama wa kanisa mpaka kiama inawekwa Sunday. Praise the name of the Lord. Na unasikia wanapigiana simu. Halo. Oh, leo ni kwa tunaenda kwa mama Saimo. Sawa, mmekesha mbuzi. Guarana. Mmechukua 6 pack ngapi? 5. Hasiwezi tosha wa mage. Na ni mama wa kanisa akobaka na kitambaa. Na unajua huyo mzee mwenye hiyo boma akiambiwa leo kuna chama cha wamama na yeye anatoa, wamama wanajifungia nyumba, nyama na guarana. Wewe unafikiria ni mama wa kanisa, lakini ukizaingia kwa hiyo boma wanajua mpaka kuasha ufa. Unakuta mama wa kanisa wameshika mesa mpaka. Ukiambiwa ule ni mama mwenye alikuwa anasema mwathani yakumio Jehova rogoso jetago matron wa kanithenu. Ziko wa mama wajeni kuinama, tunajua hapa kanisa hata aimbagi, hata arukangi, anaimbaga baleno ni nene na nigere hinya na netegere ile gutoria gai. Wacha waende hiyo chama uwatokelezee. Ule mwenye haibagi kanisa hata unasikia hata unashindwa kwani hajaolewa, unampata huko akiimba Goliani nura nyada kana imutiranya na Goliani nura hingia kana getweke mubea aya na wako kanisa hawa hawa mudogo thoire no tamurogi onagekena wama naona ni maratheka aya ni moyo radira wanajua. Ile siku utafanya makosa ya kushuka chini, waliokuita hawana mwelekeo mzuri na maisha yako, wamekuita wakuangamize. Afadhali utembee peke yako wa mama na heshima yako idumu. Praise the name of the Lord. Afadhali heshima idumu. Tembea peke yako. Gwesi ya manoginya mutigana nasio, tiga gushuka. Mungu amekuinua level mzuri, amekufanya mpaka Tabitha. Level ya kupeleka heshima kanisani. Halafu ukifika kwa chama unaweka kitambaa chini ndio ushike meza.